Kwanza kabisa utahitaji kijiko kama hiki. Pili, utahitaji karatasi leupe kama hili pamoja na kalamu ya kuandikia. Tatu, utahitaji sukari ya kawaida ambayo haipungui kiasi cha kijiko kimoja. Na wakati nne, utahitaji kuwa na jiko la mkaa au la gesi. Lakini mimi nitatumia kiberiti hichi cha gesi ili nikuonyeshe wewe kama mfano. Sikushauri kabisa kutumia jiko la kutumia kuni katika zoezi hili, maana kuni ni mchanganyiko wa miti mingi. Na kwa sababu miti pia huwa ni dawa, basi haitakuwa vizuri kabisa kuchanganya miti hii kwa sababu huenda ikakuletea madhara. Kwa hiyo ni lazima tu utatumia jiko la mkaa dukani au jiko la gesi. Hatua ya kwanza, utachukua karatasi hii na kuandika jina la mpenzi wako ambao ungependa kumvuta kwa kujirudia hadi mara 7. Hapa namaanisha majina mawili ya mtu huyo, na endapo yatakuwa majina haya yanafanana sana na watu wengine, pia unaweza kuongezea laki la 3 ili mradi tambiko hili limfikie mtu sahihi unayemlenga peke yake. Kwa mfano mimi hapa naweza kuandika Rehema Abdallah. Halafu chini yake nitaandika tena jina hili kwa mara ya pili. Nitaendelea na mpangilio huo majina hadi pale itakapofika mara ya 7. Halafu baadaye nitaanza kulikunja karatasi hili kwa kuja upande wangu hadi pale litakapokuwa dogo. Hakikisha kwamba limekuwa dogo kabisa na linaweza kutoshea kwenye kijiko ulichonacho. Kinachofuata, utachota sukari kijiko kimoja. Halafu utawekelea karatasi hili ulilolikunja juu ya sukari hii. Hatua inayofuata ni kuwasha moto chini ya kijiko hichi. Ndio pale nilipokuambia hapo nyuma kwamba unahitaji kuwa na jiko la mkaa wa dukani au la gesi pekee. Lakini kama nilivyokuambia hapo nyuma kwamba mfano wangu nitakitumia kiberiti hichi cha gesi. Utakichoma kijiko hichi kwa dakika za kuhesabu hadi pale utakapoona sukari hii imeanza kuyeyuka. Na ikiyeyuka itagandana moja kwa moja pamoja na karatasi hili ambalo umeandika majina ya mpenzi wako. Ukimaliza utakitoa kijiko hichi motoni na kuanza kukipoza kwa kutumia pumzi itokayo mdomoni mwako. Hakikisha vitu hivi vimepoa na sukari hii imegandana vizuri kabisa na karatasi hili lenye majina. Ukimaliza utaenda moja kwa moja na kukificha kijiko hichi ndani ya nyumba yako. Hakikisha ni mahali patulivu ambapo hapata kuwa na usumbufu wa aina yoyote. Sasa kijiko hiki kinafaa kuwa nyumbani kwako kwa muda wa siku 7 peke yake. Na kwa muda huu wa siku 7 basi mtu uliyemwandika kwenye karatasi hili ataanza kukosa usingizi kwa ajili yako. Yaani ataanza kutumia muda mwingi sana kukuwaza wewe kila wakati. Na wakati mwingine pia anaweza hata kukuona kwenye ndoto zake. Hii ni limbwata ambayo hufai kumfanyia mtu aliye mbali zaidi au nje ya nchi. Maana huenda mtu akaishia kudata na kuwa mwenda wazimu ambapo sio malengo yetu. Lakini wakati ambao mtu huyu atakuwa amerudi nyumbani, utachukua kijiko hichi na kukizika ndani ya ardhi kwenye mchanga. Na hii itakuwa ni kama njia mojawapo tu ya kumpiga msumari ili asiondoke tena. Sasa ni muhimu ufahamu kwamba zoezi hili halifai kufanywa na mwanamke mjamzito au mwanamke ambaye yupo katika siku zake za mwezi. Na vile vile pia mwanamume mwenye janaba la mdomo hafai kabisa kujaribu zoezi hili. Kwa hiyo endapo wewe ni mwanamume na hivi majuzi umejikuta katika hali ya kula utupu wa mwanamke, basi zoezi hili halikufai. Na mwisho kabisa nitakwambia ni kwa nini. Lakini kwanza nataka nikufunze jinsi ya kumuona mchawi au kuziona nguvu za giza kwa kutumia sukari. Hapa utahitaji chupa kama hii ambayo ukiangalia unaweza kuiona hadi ndani. Utaamka asubuhi na alfajiri mapema na kukojoa mkojo wako na kuingiza ndani ya chupa hii. Hakikisha imefika katikati na usijaze sana mpaka juu. Ukimaliza utapima sukari kiasi cha kijiko kimoja na kukiongezea ndani ya chupa hii. Halafu ichukue chupa hii na kuanza kuitikisa hadi pale sukari itakapoyeyuka ndani ya mkojo. Ukimaliza utaiweka chupa hii yenye mchanganyiko wa mkojo na sukari kando kabisa. Lakini usiku kabla haujalala usingizi utahakikisha kwamba umenawa uso kwa kutumia mkojo huu. Baada ya kunawa uso basi usiku huu utagundua kwamba umeanza kujionea mambo ambayo haukukusudiwa kuyaona. Kwa mfano unaweza kuona kiumbe fulani cha kutishia ambacho ni wewe tu ndiye unayekiona. Na pia ukitoka nje unaweza kumuona mchawi ambaye amekusudia kuja kukuroga siku ya leo. Jina langu naitwa Nixon Baraza. Hadi wakati ujao, Mungu akubariki.